Kwa jina naitwa mchungaji Daktari David Mpwani, ni askofu au mwenyekiti wa jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania katika kanisa la Adventista wa Sabato. Nimesimikwa rasmi kuwa mkuu wa chuo cha kanisa la Adventista wa Sabato, chuo kinachofahamika The University of Arusha. Leo tumekuwa na mahafali ya wahitimu wapatao 302. Wako wahitimu katika kitivo cha theolojia au elimu uungu pamoja na dini. Wako pia wahitimu wa kitivo cha elimu na wahitimu wa kitivo cha biashara. Jumla ya wahitimu kama nilivyosema wako 302. Chuo hiki cha Waadventista wa Sabato ni chuo kinachotoa taaluma mbalimbali kama ambavyo zimeainishwa katika vipeperushi, lakini cha msingi ni kwamba licha ya kupata elimu itakayoweza kukidhi mahitaji katika taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika vitivo hivyo nilivyoeleza: biashara, elimu pamoja na elimu uungu na dini, wanapata falsafa ya mambo ya kiroho. Leo ni swala la msingi sana kuelimika, lakini haitoshi tu kupata elimu ambayo itakuwa ni msaada katika maisha ya hapa duniani, lakini tunahitaji zile maadili ambayo hakika yanapatikana katika kumjua Mungu. Katika chuo hiki wanafundishwa umuhimu wa kumheshimu Mungu na vile vile pia kuwa na tabia njema, ambao hii kwa kweli ndio hitaji la taifa letu, ya kwamba tunapopata wanataaluma katika sekta mbalimbali, licha ya ujuzi walionao, lakini wanao uwezo wa kuweza kuwa mfano mzuri katika jamii katika kuonyesha maadili mema. Leo tunao wengi wafanyakazi kwa kukosa maadili mema, lakini unakuta ya kwamba ni wabadhilifu wa mali za umma. Hao unakuta ya kwamba wanaharibu jamii katika tabia mbaya, wanafundisha mambo ambayo si mema, mambo ya ushoga. Unakuta mtu ameelimika, ana PhD, ana elimu nzuri, lakini anajihusisha na mambo ya ushoga. Kwa kweli hata wazazi wasiokuwa na elimu yoyote ile, wakimkuta mtu aliyeelimika alafu hana maadili mema na anajihusisha na mambo hayo ya upotovu katika swala la jamii, anakosa thamani katika jamii. Lakini katika chuo hiki cha University of Arusha wanasisitiza sana masuala ya tabia njema inayokubalika kwanza kwa Mungu wa mbinguni. Na hivyo unakuta ya kwamba hata misaafu na madhehebu mbalimbali tunahimiza juu ya amri za Mungu. Katika imani yetu tuna amri 10 za Mungu. Nikizisema tu kwa uchache, anasema heshimu Mungu wako, usiwe na miungu mingine, na heshimu wazazi wako. Lakini vile vile pia inazungumza usiue, usiibe, usizini. Vitu hivi ambavyo wengi wanapambana navyo, lakini katika chuo hiki wanajengwa katika haya maadili. Kwa hiyo wakitoka hapa wanakuwa walimu wazuri, wanakuwa mbaraka katika taasisi zetu za elimu, lakini vile vile pia wanakuwa wafanyabiashara wazuri, wajasiriamali wazuri, na wanafaa kuwekwa katika nyadhifa mbalimbali kuweza kusaidia taifa letu kimaendeleo. Na tunao vile vile pia wachungaji ambao watazingatia mambo ya maadili kulingana na fani yao, ili wapate kuweza kuwa mbaraka katika jamii yetu. Hivyo niseme kama mkuu wa chuo kwa mara ya kwanza ambaye nimesimikwa katika chuo hiki, ni kuwashukuru watangulizi wenzangu. Mimi binafsi nitasimamia nikishirikiana na uongozi wa chuo hiki kuhakikisha ya kwamba njozi na utume wa chuo cha University of Arusha tunafikia. Tutashirikiana kuhakikisha kwamba wanapotoka katika chuo hiki, wakienda katika maeneo mbalimbali, wawe baraka katika taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo tunaomba, leteni wanafunzi katika chuo kikuu cha Arusha. Ni mali sahihi kupata elimu itakayokuwa mbaraka kwa maisha yao, mbaraka katika jamii, na mwishowe baada ya maisha haya kuweza kupata kibali kurithi uzima milele. Asanteni sana. Profesa Kitojo Kagome Wetengere ni naibu makamu mkuu wa chuo upande wa taaluma. Chuo Kikuu cha Arusha
ni chuo ambacho kiko chini ya dhehebu la dini la Kiadventista, ambacho kinatoa elimu katika nyanja za theolojia, elimu na biashara. Sasa sisi mkazo wetu tofauti na vyuo vingine ni kwamba sisi tunatoa elimu wanaita 3H: the head, the heart and the hand. Yaani elimu yetu tunatoa maarifa kichwani, uadilifu, uaminifu moyoni na utendaji wa kazi. Kwa hiyo tunaandaa wanafunzi ambao watakuwa na maarifa, lakini wanafunzi ambao wanamuogopa Mungu, lakini wanafunzi ambao wanaweza kwenda kutenda. Na mafunzo yetu kwa wingi zaidi yanafanyika kwa vitendo ili kuwafanya wawe tayari kukubalika katika soko la dunia. Sasa umuhimu wa chuo chetu tofauti na vyuo vingine, pamoja na kusisitiza maeneo matatu, tunasisitiza zaidi moyo. Tunasema unaweza ukawa na mhasibu ambaye ana maarifa vizuri, ana balance vitabu, anajua kupanga mahesabu, lakini sio mwaminifu. Amepanga mahesabu yako vizuri, yamebalance, lakini ni mwizi. Kuna faida gani? Kwa hiyo tunasisitiza zaidi uaminifu wa mtu kwa Mungu, kwa serikali yake. Na matokeo yake, kama kweli watoto wangekuwa wanafanya hivyo, tusingesikia ufisadi, tusingesikia wizi, tusingesikia ubakaji, tusingesikia maovu ambayo yanatoka sasa hivi, kwa sababu watu wanatenda kazi kwa serikali, lakini huko wakijua kwamba kuna Mungu ambaye anawaona. Tunashukuru Mungu sana kwa siku ya leo. Kwa majina yangu, mimi ni Robinson Grayson Johnson, mhitimu wa masomo ya elimu ya dini katika chuo kikuu cha Arusha kwa ngazi ya shahada. Na kufikia siku ya leo tunamshukuru Mungu sana kwa baraka zake ambazo ametujalia kwazo. Haikuwa rahisi, lakini jina la Bwana wetu na litukuzwe. Kuwepo hapa kwa miaka mitatu kumetupa uelewa tofauti na uzoefu tofauti maishani mwetu. Imetusaidia kujua ya kwamba kama wachungaji, kama wahitimu wa masomo haya ya elimu ya dini, kama vijana, tunapaswa kufanya kazi ya Mungu kwa bidii, lakini pia kwa uaminifu mkubwa, lakini pia kwa moyo wa dhati kabisa na upendo, kuhakikisha ya kwamba jamii inalelewa katika maadili mema ya kiroho, lakini kumjua Mungu katika maisha yetu na kuifanya jamii impende Mungu maishani. Ni uzoefu mzuri ambao umetusaidia, na tunazidi kumwomba Mungu aendelee kuwa pamoja nasi katika kutekeleza majukumu hayo tunapoingia sasa katika utekelezaji wake, na ni imani yetu kwamba hakika Mungu atazidi kutukuzwa katikati ya jamii na jamii itaendelea kumpenda Mungu na kuendelea. Naitwa Diana Mario Mbululo, nimehitimu kitivo cha elimu katika chuo kikuu cha Arusha, na naweza kusema kwamba asingalikuwa Mungu, sisi wa kitivo cha elimu leo hii tusingehitimu. Lakini pia namshukuru Mungu katika kusoma chuo hiki, kwa sababu tumepata maarifa mengi kimwili, kiakili na kiroho, lakini pia imetusaidia sisi kuwa na confidence, kujiamini, kujithamini, na tumepata maarifa mengi sana katika maisha yetu ambayo yatatusaidia sisi kuweza kuhusiana vizuri na jamii, lakini pia kupata faida katika maisha baada ya kifo. Asante.